Wakorintho wa kwanza sura ya 4, 11 hadi 12. Biblia inasema, tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza, ili mwenende kwa adabu mbele yao walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Waraka wa Mtume Paulo kwa kanisa la Thesalonike. Hizi nyaraka za matengenezo za kuleta masahisho kwa baadhi ya tabia au mwenendo au maisha kwa ujumla wake. Kanisa hili la Thesalonike lilikuwa ni kanisa ambalo watu walikuwa wavivu wa kazi. Hata yule aliyekuwa na shughuli yake hakuwa na roho ya utulivu sehemu yake ya kazi. Na kama tunahitaji kuona matunda katika maeneo yetu ya kazi, lazima tuwe na utulivu. Tuwe na utulivu. Maisha yoyote yale yanahitaji utulivu wa kutosha. Hata mwanafunzi akienda darasani, asipotulia vizuri darasani, hawezi kufanikiwa kwenye masomo. Na kama ni mkulima analima, lazima tulie sehemu yake ya kilimo ili aweze kuona matunda. Kwa hiyo waraka huu unatolewa kwa ajili ya kusahisha makosa ambayo yalikuwemo ndani ya kanisa la Mungu, kwamba jitahidini kutulia na kutenda shughuli zenu. Ili utende shughuli zako, cha kwanza kinachotangulia ni kutulia na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe. Alafu baada ya hapo sasa utaenda kwa adabu mbele yao walio nje. Leo nataka nitoe mfano kidogo. Nataka mtu mmoja siku azikaje. Naomba mtazame huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nakubadilisha kidogo, alafu nakurudisha. Sawa? Tuseme huu hapa ni mti wa mchungwa au mpera au mpapai, vyovyote utakavyo niweka. Lakini huu ni mti nimeununua, nataka niupande ili mwisho wa siku kwa majira yake niweze kuvuna matunda. Sasa huu mti nilipoununua, nimeupanda hapa. Baada ya siku 2 nimeung'oa, nikaupanda tena hapa. Nikaendelea tena, baada ya siku 3 nikaung'oa, nikaja nikaupanda hapa. Ndani ya mwezi nimeung'oa mara 10. Swali langu linakuja, huu mti utachanua? Kwa nini? Itakosa nini? Maisha ya kiroho. Huwezi kufanikiwa kwenye maisha ya kiroho ukiwa ni mtu wa kuhamahama. Kwa nini? Lazima utulie sehemu fulani ambapo tabia yako itafinyangwa kwenye hiyo madhabahu. Ndio maana una wale wanaotembea kwa manabii na mitume hawana maisha ya kiroho. Maisha ya kiroho hawana. Wana maisha ya utapeli. Kila sehemu kuna tabia.
Ndio maana hata udongo, kuna udongo wa tifutifu, kuna mfinyanzi, kuna udongo wa kichanga, na kila aina ya udongo na tabia yake. Lazima utulie mahali fulani. Tunarudi ni jana au juzi tuliposema unapoenda kuanza biashara mahali, lazima uombe Mungu akuelekeze ni wapi utaanzisha biashara, ili usiende kwa kubahatisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Barikiwe sana. Lazima uwe na utulivu mahali pa kazi. Unapoondoka kwamba ninaenda sehemu ya biashara, lazima uwe na utulivu wa kutosha. Hebu tuangalie Zaburi 104. Zaburi 104 mstari wa 23. Mwanadamu atoka kwenda zake kazini, na kwenye utumishi wake mpaka jioni. Mwanadamu atoka kwenda zake kazini, na kwenye utumishi wake mpaka jioni. Unapoondoka asubuhi kwamba unaenda kazini au kwenye eneo la biashara, lazima uwe na roho ya utulivu. Utulivu. Kuna siku moja nilisema hapa kwamba kuna roho zinazopigana na watumishi wa Mungu au watu wa Mungu. Kwa unakuta ukifika unapeperushwa, yaani ukai, yaani unachoishia kufanya ni kufungua duka na kufanya usafi, alafu miguu yako inaelekea kwenye maduka ya watu wengine. Na hii kitu nimeiona kwa watu wengi. Sasa umefungua duka, bidhaa unazo, watu wanapita kwenye duka, wanakuta wewe huko dukani umeshapeperushwa. Huyu mtu ametoka. Biblia inasema mwanadamu atoka kwenda zake kazini, na kwenye utumishi wake mpaka jioni. Unapoondoka asubuhi, lazima wewe umejipanga kwamba unaenda kwenye kazi, na utulie kwenye kazi ili uone matunda ya kile ambacho umeenda kufanya. Utaona wengine wanafanikiwa, wewe ufanikiwe. Chanzo ni nini? Roho ya utulivu hakuna. Hakuna. Nilisema maeneo yako ni matatu: nyumbani, kazini, kanisani. Twende nyumbani, kazini, kanisani. Twende tena nyumbani, kazini, kanisani. Kwa unapoondoka asubuhi, unaelewa hapa ninaenda kazini kuchapa kazi, na muda wa ibada inajulikana saa 10, 10:30 ni muda wa ibada. Na ndio maana Mungu alikuwa ashuki asubuhi wala mchana kwenye bustani ya Eden, kwa sababu kuna kazi alimpa Adamu. Kazi ya nini? Alimpa kazi Adamu, kazi ya kutunza bustani na kulima. Kwa asingeweza kuja asubuhi, lazima huyu mtu alime na angalie mambo ya matunzo ya bustani. Na ndio maana Mungu alikuwa anakuja jioni wakati wajua kupunga. Huyu mtu amempa kazi. Kuna saa ya kazi, kuna saa ya kula, na kuna saa ya ibada. Kwa hiyo unapotoka nyumbani, umebeba viazi, umebeba ndizi, umebeba vitu gani? Elewa ya kwamba unakwenda sehemu ya kazi. Sasa tuone mfano mmoja ambao sasa baada ya huo mfano, leo nina package kubwa leo. Nataka andika hivi:
Mfano mzuri ni wakati wa uumbaji. Andika. Mfano mzuri kabisa ni wakati wa uumbaji. Tukaangalia huu mfano, itukae, tuyaishi. Twende kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 5. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 5. Amen. Neno la Mungu linasema, yes. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza kaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mfano mzuri ni wakati Mungu anaumba ulimwengu. Asaidieni hao watoto ili tuwe kwenye utulivu wa kutosha. Kazi yote ambayo Mungu alifanya hapa duniani ilihitajika utulivu wa kutosha. Biblia inasema Roho wa Bwana, Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Kuna kitu Mungu anataka kufanya duniani. Kuna vitu Mungu anataka kufanya duniani. Kabla hajafanya chochote, ilibidi Roho yake itulie juu ya uso wa vilindi vya maji. Kule kutulia juu ya uso wa vilindi vya maji kulisaidia kitu cha kwanza na cha msingi na cha muhimu. Siku ya kwanza Mungu alishughulika na giza. Giza. Hebu kila mtu aseme giza. Sema tena, giza. Maana wakati Mungu anaumba kulikuwa na giza, lakini kabla hajaanza kuumba anashughulika na giza. Hawezi kuumba katikati ya giza, na wewe huwezi kufanya biashara kwenye giza. Huwezi. Kwa akashughulika siku ya kwanza, akatenga giza na nuru. Akaita giza usiku, akaita nuru mchana. Ikawa siku ya kwanza, kawa asubuhi, kawa jioni siku ya kwanza. Mungu asingeweza kuumba vitu kwenye giza, na ndio maana siku ya kwanza anashughulika na giza. Kuna watu wengi wamefanya biashara kwenye giza na mpaka leo hawaoni matokeo. Kila mahali ambapo utatoka hapa duniani, utaenda uweke duka lako, utaenda uweke nyumba, ujenge nyumba, kama hujamtanguliza Mungu na kama hujamshirikisha Mungu, hiyo biashara Mungu ana share, na hiyo nyumba Mungu ana share. Hivyo hujawahi kuona mtu amejenga nyumba nzuri ya kifahari, alafu anahamia baada ya miezi mitatu, unaambia yule baba amefariki, aliingia bafuni kuoga, ametereza, ameanguka, kafia huko. Hajaifurahia nyumba yake aliyoijenga, ameisha kuingia mwezi mmoja miwili, safari njema. Hujawahi kuona mtu ameenda mahali amekopa fedha, CRDB, NMB, alafu kaweka vitu mahali, alafu baada ya siku chache ile biashara imekwisha na huko anadaiwa, na kwenye mkopo aliweka nyumba yake. Nyumba inakuja inapigwa mnada na NMB, CRDB, duka amekosa na nyumba amekosa. Kila
kila mahali utakapokwenda kuna mamlaka ya giza. Shetani hawezi kukuruhusu kwa urahisi kwenda kuanzisha biashara mahali, na hawezi kukuruhusu kwenda mahali kama una Mungu. Kama una Mungu lazima ukangane na Mungu. Package ya leo nataka unisikilize vizuri. Kuna vitu hapa vinakuja hapa, naweka msingi hapa. Na leo hata kama nafsi yako ilikuwa imeinama, lazima leo itainuka tena. Na kama ulikuwa huoni chochote, kwa ibada ya leo ya Ijumaa utaanza kuona vitu vinatendeka. Kuna watu wameisha na wamepaki na vilio, wamepaki na misiba, wamepaki na maombolezo. Nisingependa kama mwalimu na kama mtumishi wa Mungu ukaingia kwenye huo mfumo kwenye maisha yako. Ziko madhabahu haziwezi kuruhusu kufanya biashara. Zipo. Kwa unapoanza jambo, unapoanza kitu, lazima uanze na Bwana. Tunaposema Bwana, lazima uanze na nuru. Siku ya kwanza nilisema hivi, dunia nzima inatawaliwa na mifumo miwili. Mfumo wa giza, mfumo wa nuru. Kwa unapokwenda sehemu kujikita, kuweka msingi pale, kufungua duka, lazima uanze na nuru. Shughulike na nuru. Kama unavyoona utawala wa nchi, kuanzia Ikulu mpaka balozi wa nyumba 10 na mapepo na wakuu wa giza na wenyewe kwenye reki zao za utawala. Kwa hiyo unapoanza chochote, wale wanaotawala eneo lile wanapeleka taarifa. Kuna mtu yuko hapa, ni mtakatifu wa Bwana, amekuja anze biashara, tumshughulikieje? Wanaomba ushauri. Unashughulikiwa ipasavyo. Sasa wewe umeokoka, unalindwa kwa njia ya imani, unalindwa na damu ya Yesu. Hapa lazima tuweke mambo yetu yakae sawa kwa jina la Yesu aliye hai. Siku ya pili Mungu anaanza kushusha vitu. Ni baada ya nini? Roho yake imetulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Akasema ikawa, akasema ikawa, akasema ikawa. Nini kinamwongoza? Nuru. Nuru inamwongoza mzee wa siku. Mpaka siku ile ya 5 anamaliza kusema. Siku ya 6 ndio anaomba mwanadamu. Hivi vyote vinafanyika kwenye nuru, sio kwenye giza. Unaenda sehemu kuanza biashara, ilishapinduliwa na wachawi na waganga. Ukiweka tu duka hapo, wanakufunga. Na mlio wengi, mauzo ya siku ya kwanza utoi malimbuko kwa Bwana. Unaona ile hela ya siku ya kwanza unaona kama nyingi, lakini wenzetu wanasiri. Kama unafungua duka, siku ya kwanza umeuza kiasi gani, ni malimbuko kwa Bwana. Hiyo ndio Biblia yangu. Mavuno ya siku ya kwanza ni malimbuko kwa Bwana. Huo umeuza 50,000 ni malimbuko kwa Bwana. Na hiyo ndio tunaita kufanya biashara na Yesu. Ili ufanikiwe kwenye biashara, tulia. Nchi mingine, ni rai yangu kwa Wanatarime, tuende tukatulie sehemu za kazi. Baraka ziko hapo hapo, muujiza utaukuta hapo hapo, na Bwana atakuja hapo hapo. Kumbuka, kukosa utulivu ni kukosa uelekeo wa maisha. Uzuri wote wa uumbaji na baraka zote za uumbaji ulitokana na Roho ya Mungu kutulia juu ya uso wa vilindi vya maji mpaka mwisho.
mikakati yote ya uumbaji ilihitaji utulivu. Ndio maana leo kuna maeneo mengine ukienda, Mungu ameumba. Kuna sehemu zingine kuna milima, kuna mabonde. Tanzania yetu yenyewe ina neema. Tuna mito, tuna milima, tuna bahari, tuna mafuta, Tanzanite, almasi, dhahabu, tuna rubi, tuna ardhi nzuri. Hii yote aliumba Mungu. Ukienda Kongo, sehemu ya nchi ya Kongo 85% mpaka 90% ni dhahabu. Mungu ameumba. Ukienda Madui, Shinyanga, enzi hizo walikuwa wanaokota almasi, wanacheza bao. Williamson akawakuta wanacheza bao na almasi, hawajui. Akaenda kuwaletea goroli kutoka Uingereza, majamaa wakabadilishana. Mungu ameumba. Ninaomba dakika moja usimame. Leo nina unabii mkubwa kwenye maisha yako leo. Sasa naomba uinue mikono yako. Mwambie, katika biashara nitakayoifanya kwa siku zilizobaki na kupitia wazo utakalonipa kwenye eneo la biashara, naomba utulivu, unijalie kuwa na roho ya kutulia ili nione mafanikio na nizione baraka kwa jina la Yesu. Ayapiga makofi, shukuru Mungu. Shukuru Mungu dakika moja. Mwambie Bwana, nipe roho ya utulivu. Sema. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana, nipe roho ya utulivu kwenye maisha yangu, kwenye biashara. Nipe Bwana, nipatie. Poka. Naomba uketi. Sasa andika kwa herufi kubwa sababu ya kutulia mahala pa kazi, kwenye mabano biashara. Sababu ya wewe kutulia sehemu ya kazi, mahala pa kazi, sehemu ya biashara. Ziko sababu za msingi zinazokuhitaji utulie sehemu ya biashara. Ziko sababu. Hapa nina sababu kama 3 ambazo nataka tuziangalie kwa muda mfupi, na hizi sababu zikuinue katika jioni ya leo. Sema amen. Mtu mmoja mwenye afya aseme amen. Sababu namba 1, Yesu atakuja hapo mahali pa biashara au sehemu ya kazi. Kinachokufanya utulie sehemu ya biashara ama mahala pa kazi ni kwa sababu Yesu atakuja hapo. Yesu atakuja hapo. Kwa sababu ni uchumi wa kibiblia na umeanza na Bwana na uko na Bwana. Huyo ni rafiki wa karibu. Sehemu ile unayofanya kazi ama biashara, hutakuwa peke yako. Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, atakuja mahala pa biashara, atakuja mahala pa kazi. Sema amen. Tuangalie kitabu cha Dr. Luka sura ya 5. Luka sura ya 5 mstari wa 2 hadi wa 3. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu. Mstari wa 2. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa. Yes. Lakini wavuvi wametoka. Wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni. Akamtaka kipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni.
Mstari wa 4. Ishirini na tatu. Tunaenda. Yesu akaona. Naomba jioni ukae sawa sawa. Yesu akaona. Hebu nawe sema Yesu akaona. Ongeza sauti my friend. Sema Yesu akaona. Huyu ni Yesu. Haoni watu wengine. Kuna kitu kimoja anakiona. Vyombo ni vingi. Wavuvi ni wengi. Na kila mvuvi ana chombo chake. Lakini Yesu kuna chombo kimoja katika vyombo viwili, kuna kimoja amekiona. Ndiyo maana sehemu ya biashara, unapofanya biashara, hata kama hiyo biashara wako wengi wanaoifanya, isikutishe. Peleka biashara yako kauze. Usiseme biashara hii ina watu wengi mji huu. Wale ni wale na wewe ni wewe, na zaidi ya wewe uko na Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Wale wauzaji wa mitumba wako wengi. Watu wamejenga mahoteli. Watu wanauza biashara hiyo, nataka kuanza, wako wengi. Hiyo isikutishe. Maana utapata wazo la biashara, unajiuliza mbona wengine wameshaianza na wanaifanya. Wale ni wale na wewe ni wewe. Kama Yesu alivyoona vyombo vilikuwa vimewekwa, vimeegeshwa pembezoni mwa ziwa, lakini akaona chombo kimoja cha Petro. Yesu akaenda akaingia kwenye chombo cha Petro, halafu akaipeleka mbali kidogo, akaanza kuwafundisha wanafunzi na makutano hali ikiwa chumboni. Nataka jioni ya leo wafanya biashara wengi walioko Tarime, hao ni wafanya biashara na wewe ni mfanya biashara, lakini biashara yako Yesu ataingia jioni ya leo. Wale achana nao, hawakuhusu. Mmekutana mjini, kila mtu ana struggle kwenye maisha yake. Wale wanauza kuku, wanauza maandazi, mmekutana mjini. Tengeneza yako, pita mbele kwa mbele, pita katikati yao. Yesu jioni ya leo nataka aingie kwenye moyo wako na kwenye duka lako na kwenye biashara yako. Haijalishi wako wengi kiasi gani, watafutaji wako wengi, wajasiriamali wako wengi, wafanyabiashara wako wengi, lakini wewe ni mfanyabiashara wa tofauti na wengine wote. Jioni ya leo nataka biashara yangu iwe ya tofauti na watu wengine. Biashara yangu iwe ya kipekee. Duka langu liwe la kipekee. Ongeza sauti, duka langu. Duka langu liwe la tofauti na maduka mengine. Shamba langu, mifugo yangu yawe ya tofauti na ya watu wengine. Jioni ya leo naomba Yesu uitazame chombo changu, ulitazame duka langu, na uingie na ufanye biashara na mimi, maana niko tayari kukuruhusu uingie kwenye duka langu. Piga kelele, sema amen. Piga makofi, piga makofi, piga, ongeza, sangilia mbele za Bwana. Kulikuwa na kina Andrea, kulikuwa na wanafunzi wake, kulikuwa na watu wengi, lakini Yesu akaona hiyo hamna, pale hamna. Lakini akaenda akaingia kwenye chombo cha Petro. Nataka jioni ya leo nikupe neno la kinabii ya kwamba biashara yako haitafanana na ya jana na ya juzi na ya miaka iliyopita. Kuanzia leo na kesho na siku zijazo, biashara yako itabadilika tofauti na ulivyozoea na walivyozoea watu wengine. Pokea neno la kinabii kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea kwa jina la Yesu aliye hai. Enda anza kufuga, Yesu atakuja. Hujaelewa? Wewe nenda weka sehemu watu wanaingia hapo wanakunywa uji, Yesu atakuja atawaleta wanywe uji. Wewe tafuta sehemu uza maziwa, watu watakuja, Yesu atawaleta na watanunua maziwa.
Wewe nenda kaweke duka la kuuza nguo ya watoto, ya wamama, madera. Yesu atakuja kwenye hilo duka na atawaleta watu watanunua madera. Kwa jina la Yesu ninatangazia mtu mmoja jioni ya leo, Yesu alitazame duka lako, alitazame biashara yako kwa jina la Yesu. Unaweza kukuta mafundi ni wengi wa nguo, wanashona nguo, wanashona wenzako. Pale kuna fundi, pale kuna fundi, kule kuna fundi, pale kuna fundi. Halafu unajiuliza, sasa mimi ndo nimejifunza juzi kushona, hata wateja sina, haihusiani na hayo. Unawaona hao wanaya kwao na wewe unaya kwako, na Yesu wako hata kuacha, hata kuletea wateja na utashona na utapata pesa. Bwana Yesu asifiwe. Punga mikono yako namna hii hewani. Hebu mama vigelegele kwa Yesu. Pongeza tena vigelegele kwa Yesu. Sababu namba 2. Bwana Yesu atakuja kukupa uelekeo mpya wa kufanya biashara. Sababu ya kutulia sehemu ya biashara ni kwamba Yesu atakuja kukupa uelekeo mpya jinsi ya kufanya biashara. Kwenye uchumi wa kibiblia hatuendi kwa akili zetu. Kwenye uchumi wa kibiblia tunamtegemea Bwana. Tunamtegemea Bwana. Na kwenye kumtegemea Bwana, Bwana mwenyewe ndiye anayetupa uelekeo. Twende kitabu cha Luka sura ya 5 ile mstari wa 4 na 5. Neno la Mungu. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Yes, atakuja. Ukianza biashara na Bwana, Bwana Yesu mwenyewe atakuja, atakupa uelekeo sahihi. Inasemekana hivi, vitu vingi ambavyo tunavitafuta katika uso wa dunia haviko mbali na sisi, isipokuwa vinahitaji maelekezo yatokayo kwa Bwana mwenyewe. Unaweza ukatoka hapa kendo kuhangaika pale, kumbe unachotafuta kumekiacha hapa. Yesu anakuja, anamkuta Petro ametaabika usiku kucha, hana kitu, amechoka, mzee mzima amechoka. Yesu anakuja kwenye chombo, hamna kitu. Majamaa wameshachoka, wamechukua nyavu zao, wanaziosha, wanazianika huko, na mitumbu yao iko huko. Wamekata tamaa, wamevunjika moyo, usiku kucha hamna kitu. Bwana Yesu anakuja na ujumbe kwa Petro. Anamwambia Petro, shusha nyavu kilindini. Na Petro anamwambia Bwana, usiku kucha nimechoka mzee, lakini kwa neno lako, la kwangu limeshindwa, maarifa yangu yameshindwa, akili zangu zimeshindwa, uzoefu wangu umeshindwa, lakini kwa neno lako ninazishusha nyavu. Umesoma degree 2 ya uchumi, lakini unasanga kazi hamna, na hata biashara ambayo unaanza inakufa. Maana unatumia knowledge ya darasani, utumii maelekezo yanayotoka kwa mzee wa siku. Usiku kucha. Hivi unajua kuna watu kwenye dunia hii wamechoka kiasi kwamba ukikutana naye mtu aliyechoka, ushuhuda wake wenyewe unakukatisha tamaa.
Ukianza kumweleza hiyo biashara unataka kuifanya, na yeye anakueleza alivyoshindwa. Maana aliyomjaa ni kushindwa kwake. Tena nakwambia wewe mwenzako, nilijaribu, nimefeli, nimeshindwa. Wewe usije ukapoteza hela. Alipoteza yeye ni yeye na wewe ni wewe. Petro anakutwa amechoka. Kuna watu wamechoka mijini mwanangu, na kuna watu wamechoka vijijini, na kuna watu walienda Ulaya wakifikiri Ulaya watapata hela na watakuwa matajiri. Wamefika Ulaya wanaanza kujiuza na wameolewa. Mwanaume ameolewa Ulaya. Kijana mmoja jirani yetu aliondoka kwenda Ulaya. Wazazi wanajua kijana anasoma, kumbe kaolewa. Alijua kienda Marekani atapata. Ameenda Marekani amepatikana. Nataka jioni leo, kila nafsi iliyochoka, kila moyo uliochoka, kila mwanadamu aliyechoka, kwa jioni ya leo, kwa neno la Bwana, ninauisha nafsi yako, ninauisha moyo wako, ninauisha biashara yako. Pokea urejesho mpya, pokea maelekezo mapya, pokea nguvu mpya, pokea neema mpya, pokea baraka mpya, pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi ya shangwe. Hayo sio makofi ya mashujaa, hayo sio makofi ya mabilionea. Acha utani, piga makofi. Shangilia Yesu. Mwanamke, piga vigelegele. Mwambie jirani yako, mwambie najua umechoka. Mwambie ninajua umechoka. Mwambie kwa neno la Bwana, inuka tena, anza tena, nenda tena, fanya tena. Baraka zipo, utafanikiwa. Haleluya! Na ndio maana ukishaokoka, ndani yako hakuna mbegu ya kushindwa. Ndani yetu kuna mbegu ya kushinda na zaidi ya kushinda. Kuna watu wamechoka. Nakuta mchungaji akichoka kwenye kazi ya Mungu, amekata tamaa, anataka aondoke. Kuta mtu anafanya kazi, bosi anamsumbua, amechoka, anataka aache kazi. Kuna mtu ameanza biashara, haoni faida, ni madeni, amekata tamaa, anataka aache biashara. Sisi jioni leo nakuletea ujumbe wa neno la Bwana. Kwa nini Petro kupitia neno anathubutu tena? Ni kwa sababu wakati ameenda hakuwa na neno, wakati ameenda hakuwa na neno, lakini mara hii anakwenda akiwa na neno. Ulienda hauna neno, hauna maarifa, lakini mara hii na semina hii na mwezi huu kabla hujaisha, Bwana kutendee mema, maana neno limo ndani yako. Faida ya neno kwenye biashara. Zaburi 119 mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu, lakini vile vile ni mwanga wa njia yangu. Mfanyabiashara aliye na neno ni mfanyabiashara aliye na taa. Mfanyabiashara anayetembea kwenye neno ni mfanyabiashara anayetembea na mwanga. Sikia, lazima uwe na taa, lazima uwe na mwanga. Kuna wakati mwingine unaamka unatembea ukiwa na mwanga na ukiwa na taa. Ukiwa una neno, hutaweza kujua unachokitafuta kiko kona gani, kiko sehemu gani. Maana ile taa ndio inayokumulikia, mwanangu pita hapa, mwanangu nenda kule. Haleluya, haleluya, haleluya. Bado haleluya. Kosa vyote, usikose neno. Petro anasema kwa neno lako nitazishusha nyavu. Petro, samaki
Masai moja anasema samaki walimjua Petro kama mvuvi, lakini samaki wale walimjua Yesu kama muumbaji. Hivi ni vitu tofauti. Ndio maana faida ya biashara ni kwamba ukiwa na Yesu, vile ambavyo unavitafuta wewe, Yesu anajua viko wapi, maana ndiye viumba. Vyote ambavyo unavitafuta wewe, Yesu anajua viko kona gani. Kwa hiyo ukiwa na Yesu, ukawa na neno, hiyo biashara haitakai shindwe, maana muweza wa yote, muumbaji wa vyote, Mungu wa yote yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo maisha yako yatamulikwa. Kila unapokwenda kuna kumulikwa, kila unakopita kuna kumulikwa. Unayo taa, unayo mwanga. Piga Yesu makofi ya shangwe kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna kisa kimoja kwenye kitabu cha Luka ya mwanamke aliyekuwa amepoteza shilingi. Sasa alipopoteza ile shilingi, yule mwanamke akaona sasa hapa nafanyaje? Ikabidi yule mwanamke awashe taa. Twende kitabu cha Luka 15 mstari wa 8 hadi 9. Luka sura ya 15 mstari wa 8 hadi wa 9. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na kisha kuiona, waita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Huyu ana vitu, lakini katika vitu vyake kuna kimoja kimepotea, na hawezi kuridhika na kile kilichopotea. Lazima aitafute, na ataitafuta kwa namna gani? Inabidi huyu mwanamke awashe taa ili mule ndani ya nyumba yake aitafute ile shilingi, na akisaipata atafurahi na marafiki zake watafurahi. Katika uso wa dunia kuna vitu tunatafuta usiku na mchana, na vingine tumejitoa liwalo na liwe. Umejinyima, unalala masaa machache, unakwenda huko, unaenda huko, unatafuta. Tunaishi kwenye ulimwengu wa kutafuta. Tunatafuta ili weje tuje siku moja tuweke alama, tuache alama, tuwe watu fulani kwenye jamii yetu. Tunapoondoka tuache alama. Tunatafuta. Kwenye utafutaji lazima tuwe na maarifa. Huyu mwanamke amepoteza shilingi, atapataje tena shilingi? Inabidi awashe taa. Neno la Mungu ni taa. Mwanamke ukiwa na neno unataa, mwanaume ukiwa na neno unataa, bibi ukiwa na neno unataa, bibi ukiwa na neno unataa, fanya biashara ukiwa na neno unataa. Hiyo taa ikumulikie, vilivyopotea viweze kurejea, vilivyopotea viweze kurejea. Ninarejesha kila kitu kilichopotea kwa neno la Bwana, ninavirejesha jioni ya leo, jioni ya leo. Ninarejesha heshima yako na biashara yako na fedha zako. Kuna vitu vingine vimezikwa mahali. Walienda kwa waganga wakazika nyota yako. Yesu alimkuta Lazaro ameshazikwa kwenye kaburi ya tajiri anaitwa Yusufu wa Arimathaya, na wameweka jiwe kubwa. Yesu sio ile hapo, nisamehe kidogo. Lazaro alizikwa, Yesu alizikwa kwenye kaburi ya Yusufu wa Arimathaya. Rekebisha vizuri. Kwa wakati Yesu amefika pale kwenye kaburi ya Lazaro, ndugu zake na Lazaro, Martha na Mariamu, wanasema hivi, Bwana ananuka. Hii siku ya 4 ananuka. Yesu akasema hivi, akamuita Lazaro, akasema, Lazaro njoo huku nje. Ni kwa neno lake anamuita Lazaro aje nje. Na ndio maana ukiwa na neno unataa, itamulika hata vile vilivyofichwa mahali ambapo pajui, mahali ambapo pafahamu. Kuna vitu vingine unaenda tu kwa imani, hujui viko wapi, lakini ukiwa na taa, ukiwa na neno litamulika. Hapa ndipo kuna kitu chako, ndio kuna baraka zako.
wema wako na baraka zako na utajiri wako na heshima yako ni kwa neno. Na mimi naomba jioni ya leo neno liwe taa kwenye nyumba yako, neno liwe taa kwenye biashara yako, neno liwe taa kwenye kazi zako, neno liwe taa kwenye mashamba na mifugo, neno liwe taa. Pokea taa, pokea taa, pokea taa, pokea taa. Haleluya. Walizoea kuona mahali fulani, wamekaa wanasubiri wale wachawi, wanashangaa wakuoni kwenye ile njia. Kumbe kwa sababu ya neno ambalo ni taa, neno limekuelekeza pita kaskazini. Kuna siku moja Bwana alikuja kwenye kanisa la Jangwani, akawakuta wamechoka, wameuzunguka mlima Seiri kwa muda mrefu. Kule kuzunguka ule mlima kumewachosha. Bwana akaja kupitia Musa akasema, mlivyozunguka huu mlima vyatosha, elekezeni nyuso zenu upande wa kaskazini. Kuna wakati unasafiri uelewe uanzia wapi, lakini ukiwa na taa, taa inakumulikia. Jana ulipita kusini, leo unapita kaskazini. Jana ulipita magharibi, leo unapita mashariki. Ni nini? Taa inakuongoza, na maadui zako hawatakuona, maana naye kuongoza si mganga, sio mchawi. Unaongozwa na taa, unaongozwa na taa, unaongozwa na taa. Pokea taa jioni ya leo ikumulikie kwenye piga kelele, sema amen. Inua mikono yako mbele za Bwana, sema Yesu. Ongeza tena Yesu. Kila kilichopotea kwenye nyumba yangu, kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye familia yangu, kwa jina la Yesu ninairejesha jioni ya leo. Matumaini yaliyopotea, imani iliyopotea, mitaji iliyopotea, maduka yaliyofungwa, biashara iliyofungwa, jioni ya leo ninairejesha, ninairejesha. Maana taa nimeipata, maana taa nimeiona. Kwa taa hii nitamulika kile ambacho ninaitafuta, na kwa mamlaka ya jina la Yesu ninarejesha, ninarejesha. Sema narejesha, sema ninarejesha. Piga kelele, sema narejesha. Piga makofi yako, sema narejesha. Piga makofi, sema narejesha. Vilivyopotea ninarejesha, vinarudi, vinapatikana. Vilivyopotea vinarudi leo, vinarejea leo. Piga kelele, sema ninapata. Cheza na vyote, usicheze na neno. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Hiyo sio sauti ya mabilionea. Asifiwe Yesu. Listen to me my friend. Sikiliza. Wakati Musa amefariki, akumwachia Joshua mashamba, akumwachia magari, akumwachia mali za dunia. Alimwambia Joshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yake mchana na usiku, ndipo utakapostawi na kufanikiwa sana. Musa akamaliza, Musa akaenda kalala. Joshua ameachiwa kitabu cha Torati. Nenda. Cheza na vyote, usicheze na neno. Ndio maana jioni ya leo kile kilichoharibika, mimi leo nasimama kama nabii hapa jioni ya leo, kile kilichoharibika kwa neno la Bwana ninairejesha Tarime. Wafanya biashara wakubwa walioko Tarime ninawarejesha kwenye kanisa la kwetu EAGT Tarime mjini, kanisa la International. Na wale wajasiriamali wanaofanya biashara ninawainua kwenye taa, wakamiliki fedha, wasali kwenye kanisa la EAGT Tarime mjini. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Kama kuna watu walikimbia
wakaenda Mwanza, wakaenda Dar es Salaam, wakasema sasa Tata Maswi tumemkomesha, atamalizaje jengo lake, ataishije Tarime, mimi nimekuja kama nabii. Wale walioenda wengine hata sasa mitaji imepotea, hata hela ya kula wanaomba kutoka Tarime. Mimi nasimama kama nabii, ninatangaza jioni ya leo, ninaona mabilionea walioketi mbele yangu, ninaona matajiri walioketi mbele yangu. Mungu anaenda kuinua, Mungu anaenda kubariki. Pokea hiyo neema, bado sijasikia. Pokea hiyo neema, glory. 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 Piga kelele, haleluya. Hujapotea njia kuja kwa Yesu. Hujapotea njia kuokoka. Haujapotea njia kumwamini Yesu. Haujapotea njia kusimama katikati ya dhoruba na mapito. Mapito yana muda wake, majaribu yana muda wake, lakini ikiisha Bwana ataweka mlango wa kutokea. Alafu kule mbele kutakuwa na shangwe, kutakuwa na vigelegele. Haleluya, 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 haleluya. Bado sijasikia mama, tapia Yesu makofi yako. Tapadharauliwa tena, hautachekwa tena, hawatakucheka tena, hawatakudharau tena, hautaonewa tena, hautadharauliwa tena. Unakwenda kuwa mdosi, unaenda kuwa tajiri, unaenda kuwa bilionea, unaenda kuwa mtu mkuu, unaenda kuwa shujaa, unaenda kuwa hodari. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Haleluya. Siku moja, hili neno sio la mchezo. Jamaa moja ametoka huko Libya, amefika Uganda ya teke. Alizopiga teke, wanaoheshimu Biblia wakamtazama. Jamaa yule wakamzonga, alikufa vibaya. Akaacha walinzi wa kike waliokuwa na mlinda, akaacha mali zote za Libya. Maana yake nini? Alicheza na neno. Cheza na vyote, usicheza na neno. Dharau vyote, sio neno. Ndio maana uchumi wa kibiblia inakuhitaji uwe na taa ambayo ni neno la Bwana. Unatafuta fedha, unatafuta maisha, uwe na neno la Bwana. Hili neno litakubariki, litakuelekeza. Sifa ya neno, ziko sifa 4. Kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho, linafaa kuwaonya watu makosa yao, linafaa kuwaongoza watu, linafaa kuadibisha watu katika haki. Hilo ni neno la Bwana. Litakuongoza, litakuonya, litakufundisha, litakuelekeza. Pigia makofi neno la Bwana. Pigia makofi neno la Bwana. Pigia makofi neno la Bwana. Namba 3. Hii ndio ya mwisho, namba 3, ambayo kama utasimama labda uwe mchawi. Hii namba 3, sikiliza. Bwana Yesu atakuja kukubariki na kukushangaza duniani. Bwana Yesu atakuja kukubariki na kukushangaza duniani. Unapofanya biashara na umetulia sehemu ya biashara, Bwana Yesu atakuja, atakubariki na atakushangaza kwenye eneo la biashara. Luka 5 mstari wa 6 hadi 9. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Ndio wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, alisemaje? ondoka kwangu
kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Maana alishikwa na ushangao. Alishikwa na ushangao. Yeye na wote waliokuwa pamoja nao. Yeye na wote waliokuwa nao. Kwa sababu ya wingi wa samaki waliopata. Na sio kukubariki tu, atakushangaza. Na sio wewe peke yako, na wale waliokufahamu zamani, waliokujua zamani, umezaliwa wapi, maisha yako yakoje, watakapoona mshangao ambao Yesu amekushangaza, na wao wenyewe watakuja na mshangao. Wewe unashangaa na wenyewe wanashangaa. Jioni ya leo ninaachilia roho ya ushangao, ninaachilia roho ya ushangao kushangaze. Bwana Yesu akushangaze kwenye biashara yako. Bwana Yesu akushangaze. Pesa ambazo zilikuwa zipo zianze kurejea. Biashara iliyokuwa na sasa irejee. Bwana akushangaze. Kama nabii wa Bwana ninarejesha ushangao. Bwana akushangaze dakika za mwisho. Mwambie jirani yako, kabla mwaka hujaisha, kabla mwezi wa 12 mwishoni, Bwana anakwenda kukupa zawadi. Bwana anakwenda kukupa zawadi na atakushangaza. Hizi siku zilizobaki kabla mwaka hujaisha, mwambie hizi siku zilizobaki kabla mwaka hujaisha. Mwambie tena hizi siku zilizobaki kabla mwaka hujaisha, Bwana Yesu anakwenda kukushangaza. Unakwenda kubarikiwa, unakwenda kushangazwa dunia, unaenda kushangaza dunia, unaenda kushangaza ndugu zako na majirani zako na wapendwa wenzako na watu wengine. Pokea hiyo neema. Kuna mtu hapa yuko tayari? Kuna mtu hapa yuko tayari? Bwana anakwenda kushangaza. Hautafanya biashara kwa mazoea uliozoea. Petro alikuwa anavua kwa mazoea. Siku ya amekutana na Yesu, anamwelekeza sehemu ni hapo karibu na yeye, lakini alikuwa hajapeleka nyavu. Alizoea sehemu ya juu. Vitu vizuri havipatikani juu. Vitu vizuri vya kiroho, vitu vizuri vya maisha, lazima uache kujihurumia, lazima ujitose, lazima ujitoe. Acha kujihurumia, jitose. Kama ni magoti, jitose. Kama ni maombi, omba. Kama ni kazi, fanya. Kama ni biashara, fanya. Ninasema hivi, utapata vitu vyote kilindini. Kilindini ndipo kuna baraka, kilindini ndipo kuna neema, kilindini ndipo kuna baraka za Bwana. Huu ni wakati wa Tarime kuzama kilindini. Huu ni wakati wa Tarime kuzama kilindini. Haleluya! Kama utazama, hutapata kitu chochote. Kama unategemea maombi ya kubarikiwa, maombi ya baba askofu peke yake, wewe hauna maombi yako, hauna cha kufunga, hauna ratiba ya wiki ya kuombea familia, ya kuombea kazi, hauna ratiba ya wiki ya kuombea biashara, sahau. Mimi nitakuombea Jumapili, nitaondoka. Baba askofu atakuombea na yeye ana shughuli zake. Kwa hiyo lazima uzame. Anayetafuta hela ni wewe. Hizo hela ni zako na familia yako. Zama kilindini. Hadi yule mwanamume aliyekuacha, yule mwanamume anayekudharau, hale matusi ya nguoni mpaka anaunganisha na mama yako, Bwana akikushangaza, unazika matusi yote, madharau yote utayafuta, masengenyo yote utayafuta. Maana Bwana anakwenda kukushangaza. Bwana anakwenda kukushangaza. Bwana anakwenda kukushangaza. Ninatabiri jioni ya leo, ninaona wanawake wanaokwenda kushangaza kanisa, kushangaza mji wa Tarime, kushangaza Tanzania, kushangaza mkoa wa Mara. Naona vijana wanaokwenda kuinuka, naona wazee wanaokwenda kuinuka, naona wanawake wanaokwenda kuinuka. Bwana kushangaze, Bwana kushangaze, Bwana kubarikie. Piga kelele, sema amen. Kuna ushangao ni ile ambayo baba askofu akisimama hapa akisema, wanangu, nataka watu wa milioni moja
watu 50. Yaani hajamaliza kuongea tayari. Amina muna. Narudia. Bwana anakwenda kuwashangaza kiasi kwamba siku zijazo baba askofu akisimama hapa au mama, nataka watu wa milioni moja, watu 50 au watu 70 tayari wamesimama hapa. Mtu huyo asiwe mwingine, mtu huyo awe ni wewe. Na Bwana bariki uchumi wako, Bwana kusangaze Tarime, Bwana inue mji wako, Bwana pandisha viwango vyako. Ninapandisha kwa jina la Yesu aliye hai. Mwambie jirani yako, ukifanikiwa usiwe mchoyo. Mwambie tena. Mwambie tena. Ndio maana Petro alipofanikiwa wakataka kuzama, wakasema hapa tukifanya mchezo tunazama. Biblia inasema wakawapokea washirika wao mikono. Unasikia huko? Mimi nilisabarikiwa. Acha kupiga. Ukifanikiwa usiwe mchoyo mama. Kuna baraka zingine Mungu analeta zinapitia wewe ziende kwa wengine. Sikia. Ukifanya mchezo na hizo baraka utazama. Niliwaambia siku ile, kama kwenye familia yenu wewe uwe na tabia ya kuwashika wengine mikono. Umebarikiwa, usinyamaze kimya. Angalia unayeweza kumshika mkono kanisani. Angalia ndani ya familia unayeweza kumshika mkono. Angalia kwenye jamii, na usiwe na ubaguzi wa kikabila, wa rangi wala wa dini. Angalia unayeweza kumshika mkono. Petro akawapungia, njooni, huku kumenoga, huku kumenoga, njooni wenzetu. Wakaja, wakawasaidia. Chombo kimejaa, samaki ni wengi, mambo yamenoga. Wakaenda mpaka mwisho, wakapeleka samaki zao wakauza. Nini kimetokea? Yesu amekuja. Nini kimetokea? Yesu yupo. Nini kimetokea? Wamepata maelekezo. Nini kimetokea? Wametulia sehemu ya biashara, sehemu ya kazi. Jifunze kwenye maisha kuwashika mkono watu wengine. Hivi wewe unafikiri kwa nini mimi nije Tarime? Wakati naokoka baba askofu alininunulia nguo mwaka 93. Yeye alisahau. Tena siku hiyo wamekuja na mchungaji mmoja alikuwa hapa kwenye ubatizo, na aliyehubiri ni yeye, na nguo kanipa baba askofu. Ninakumbuka hiyo nguo mpaka leo. Nilitamba kijijini, nilienda nyumba kwa nyumba kama balozi. Unaona hii nguo? Umetoka Tarime. Naona hii nguo? Umetoka Tarime mwanangu. Nyewe mmevaa nguo iliyotoka Obwele, iliyotoka Shirati, mimi Tarime. Wewe. Ndio maana kwenye maisha yangu simsahau huyu baba. Na mimi nimemwambia juzi, baba naenda kumwandalia mkutano mkubwa itakayotangazwa na redio zote Dar es Salaam mwezi wa 6. Inaitwa kongamano la ukombozi wa kifamilia, kama ambavyo Mungu amempa wito wake. Mwezi wa 6. Safari yako ya maisha inategemeana na aina ya watu ambao wamekuzunguka. Umezungukwa na watu wa aina gani? Wengine watakuja wataondoka, acha waende. Acha waende mazima. Dr. Huruma Nkone, mchungaji wa VCC pale Dar es Salaam, kwenye kitabu chake ameandika, amesema mtu anayeondoka kwenye maisha yako na kwenye mzunguko wa maisha yako, huyo mtu hajafungwa kwenye hatima ya maisha yako. Kama anaondoka, acha aende. Mungu ni tajiri wa vyote na pia ni tajiri wa watu.
Wakati wao wanaondoka, Mungu analeta wapya. Wakati wale wanaenda, Mungu analeta wapya. Ninaachilia neema. Pokea watu waaminifu, pokea watu wachapakazi, pokea watu wenye neema, pokea watu wabunifu, pokea watu wenye bidii. Pokea mtu ambaye unakutana naye anakuzidisha, anakuongeza. Wazo lake alikudidimizi, mkikutana anakuongeza, anakuzidisha. Mungu akupe watu, kama ni kwenye ufugaji wa kuku, kwenye ufugaji wa ng'ombe, kwenye biashara dukani. Mungu akupe watu wanaofanya kazi, si wavivu wa kazi. Ndio maana walokole wengine hawaajiriwagi. Maana unamwajiri pale, kaja na uvivu wake, tenzi namba 10 anakuimbia kwenye biashara. Tenzi namba lako liko lango moja, anakuimbia kwenye biashara. Halafu amelala. Kisa maombi. Baba askofu anaanza maombi. Unajua tumemba tuombe, hapa na mkakanga inaomba. Acha mchezo. Saa ya kazi ni kazi. Ibada ni kule kanisani, hapa ni kazi. Tofautisha sehemu ya kazi na sehemu ya upendwa na sehemu ya kanisa. Umeajiriwa, chapa kazi. Hayo sio makofi. Waliopiga ni wachache, walionyamaza wengi, wavivu wamenyamaza. Safari ya maisha, Bwana ana saa yake ya kukutembelea. Sikiliza. Kwenye eneo la biashara, utaanza wakati mwingine kwenye uchovu. Kila ukienda huoni kitu, kila ukirudi hamna kitu, kila ukienda ni hasara, lakini Bwana ana muda wake. Petro alijaribu mara kadhaa. Usiku kucha, mimi nimevua samaki, naelewa. Mkienda sehemu hamjapata, mnahamia sehemu na mtumbwi wenu na nyavu zenu, mnaenda tena sehemu nyingine. Kwa hiyo inapofika asubuhi hamjapata, sio kwamba mlikuwa mnafanya sehemu moja, ni mzunguko. Wavuvi wanazunguka na nyavu zao. Sasa Yesu amemkuta Petro amezunguka, hamna kitu. Lakini saa ya Bwana ipo. Na Bwana ana majira yake. Na ndio maana mimi wakati Mungu ananituma nilishangaa. Nikamuuliza Mungu, mbona mimi sina huo uwezo? Nchi yote hujaona watu wengine? Akasema nakutuma wewe, nenda. Na akaniambia usiwe na ubaguzi wa kidini. Nenda kila mahali. Ndio maana haya masomo nimehubiri Lutherani. Wale majamaa wananipenda wewe. Ingekuwa ndio Lutherani ndio hii hapa, wangeongeza mema mpaka nje. Unarudi kwenye makanisa yetu ya kilokole, ya kiroho, ni shida. Kila mtu amejaa neno, kila mtu amejaa roho, anamsikiliza Bwana. Hakuna anayesikilizwa. Ni shida. Lakini kule wenzetu wameinuka. Wakisikia Masare anakuja ni samra, ni shangwe. Unaanza siku ya kwanza wanaweka hela kwenye benki. Ijumaa Jumamosi wanagawana basha, wala 5, wala 2, wala 3. Hawataki umaskini. Unakuja kwangu nilikozaliwa, wenzangu wako mbali. Ibada wana habari, sadaka wana habari, maombi wana habari, kuchelewa ndio kwao. Kila kitu ni shida. Na ndio maana unajiita mlokole. Kwenye Biblia hakuna neno mlokole. Kwenye Biblia kuna neno mtakatifu. Biblia inasema watakatifu walioko duniani ndio walio bora, ndio niliopendezwa nao. Jina la ulokole lilianzia Uganda. Ni watu wanaobadilika wa kutendereza. Ndio maana Kibwetera aliwakomesha, choma moto wote. Wewe unachohitaji ni fimbo na kuchomwa moto. Mimi siamini katika wingi, nikwambie leo. Mimi naamini katika utayari. Ndio maana ile nchi waliingia Joshua na Caleb. Wengine pia hapo, choma moto hapo njiani. Wengine mpaka Mungu akawapa zawadi. Ardhi ikapasuka vizuri. Ardhi ikapasuka vizuri. Alafu Dotan, Kora na Biram kumo.
Halafu Mungu alivyowajabu akawakumbusha kama ilivyokuwa bahari ya Shamu. Halafu ardhi ikajirudi yenyewe. Hakuna mwenye chepe, hakuna mwenye jembe, ni yeye yenyewe kwa neno la Bwana. Usimlazimishe Mungu afike huko. Huu ni wakati wa mabadiliko. Yesu anarudi. Yesu yu malangoni. Unachoweza kurekebisha, rekebisha. Unachoweza kuacha, acha. Unachoweza kufanya, fanya. Unapoweza kwenda, nenda. Unachoweza kufanya, fanya. Sema na Bwana, fanya. Ninasema fanya. Sema ndio. Wengine mliacha na wokovu, merudi nyuma. Unafikiri hii dunia ya kwako? Hii dunia sio yako. Kuna watu walikuwa na hela nchi hii, kina Reginald Mengi. Kuna watu walikuwa na vyeo. Naleta mchezo. Nilikuwa na mtu mmoja katika watu niliowaona nchi hii mwenye moyo wa aina yake. Yule baba sitamsahau maisha yangu yote katika viongozi nchi. Hilo Lowassa alikuwa na hasira, lakini alikuwa na moyo wa huruma. Alikuwa na mkono mrefu na alikuwa hajali dini ya mtu. Kuna kitabu naandika kinasema zijue tabia za watu kupitia tabia za wanyama. Kuna watu wana tabia kama kobe. Kobe akikuona anarudisha kichwa, hata usimame hapo atoi kichwa, na wanagamba ngumu. Kwa hiyo ni aina ya watu ambao hawezi kutazama, unaumwa, umefiwa, umechofanyaje, shida zako ni zako, hazimuhusu. Wana tabia kama kobe. Kuna watu wana tabia kama nyuki. Nyuki ni wakali, lakini wanatengeneza asali. Kwa wewe ukikutana mtu mkali, wewe tengeneza, wewe ukali wake sikusumbue. Wewe unachotafuta ni ile asali anayotengeneza. Kuna watu kama panya. Panya na aina ya watu ambao wenyewe ni karibu na wewe, shosti wangu, rafiki yangu, ayayaye, lakini ndiye anayekuuma. Na ukishtuka anapuliza. Na huyo ndiye anayetoa wasiri kwenda kwa watu. Kuna watu kama tai. Kitabu kile nakiandika kwa maridadi, ni kizuri. Yani siku hiyo alisoma mtu mmoja wa serikali akaondoka nacho, mimi sijui. Kuna watu kama tai. Tai ana uwezo wa kuona mbali, ndio alama ya taifa la Marekani. Tai ana uwezo wa kizeeka, anaenda kwenye milima mirefu, anatoa manyoya yake, anarudi kwenye ujana. Na tai akiona kimbunga, upepo mkali, hayapeti pembeni, anapana mabawa, anapita katikati ya mawingu. Kuna watu ni majemedari, hawaogopi dhoruba, hawaogopi majaribu, lakini ana uwezo wa kuona mbali. Hao ni tai. Kitabu kile ni kitabu. Kwa kwenye safari yako ya maisha unahitaji nyuki, unahitaji tai. Mtu mwenye uwezo wa kuona mbali, lakini pia nyuki akikuuma, acha umwe, lakini tegemea asali utakula. Safari yako ya maisha unahitaji kutulia. Tulia. I repeat again, ninawaomba wanatarime kuanzia Jumatatu na siku zijazo, baada ya wazo, tulia kama maji ya mtungi. Tulia. Tulia kwanza ndani ya kanisa. La pili, tulia sehemu ya biashara ili upate baraka. Tulia. Na Bwana akupe hiyo neema kwa jina la Yesu. Huu ni wakati wa kushangazwa. Mwambie jirani yako, huu ni wakati wa kushangazwa. Simama kwa miguu yako. Kama hujatoa sadaka, nataka tuachilie neema ya maombi hapa makubwa kabisa. Toa sadaka yako, simama kwa miguu yako. Unatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana unatengeneza njia. Unatengeneza
Hakushangaze katika mji wa Tarime. Piga makofi wakati unaomba. Piga makofi wakati unaomba. Mwambie Bwana, niko mahali hapa. Naomba unitazame. Naomba unione Bwana. Naomba uniangalie. Naomba unitazame Yesu. Umekuja kwa ajili yangu. Umekuja kwa ajili ya maisha yangu. Umekuja kwa ajili ya nyumba yangu. Umekuja kwa ajili ya watoto wako. Baba, ninaomba unishangaze. Ninaomba unibariki Jehova, kwa jina la Yesu aliye hai. Fungua kinywa chako mwanamke. Fungua kinywa binti. Fungua kinywa kijana. Fungua kinywa baba. Fungua kinywa chako. Mwambie Bwana nishangaze. Mwambie Bwana nibariki. Mwambie Baba nitazame wewe Yesu. Yesu. Ipo shakarabasaya. Ipo shiokoposaya. Endere bobo saika. Embare bobo shaka. Entari bobo sia. Emo bobo si. Mesia. 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 Rebo shaka. Rebo shake. Rebo shaka. Rebo bobo sia. Rebo shake. Ria mama sayanda. Rikaraba baba saya. Epuria baba saya. Rempo popo sia. Epu shakara baba saya. Omba, 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 omba. Bwana kusangaze. Bwana kusangaze. Bwana kusangaze. Bwana kusangaze. Bwana kubakie. Piga makofi kwa sauti. Ipo shekere baba saya. Bado. Fungua kinywa. Futa mbingu duniani. Futa mbingu duniani. Futa mbingu duniani. Futa mbingu duniani. Kawa sauti yako. Futa mbingu duniani. Kataa umaskini. Kataa ufukara. Kataa magonjwa. Kataa laana. Kataa mitego ya adui. Kataa maonevu. Kataa kukataliwa. Roho za kichawi. Roho za kiganga. Kataa zote. Kataa zote. Kataa zote. Kataa zote. Kataa zote. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kubariki mwanamke. Na kubariki mwanamume. Na kubariki binti. Na kubariki kijana. Bwana kuinulia uso wake. Na kubarikie. Bwana kuinulia uso wake. Na kutegemeze. Bwana kuinulia uso wake. Na kupe amani. Bwana kuinulia uso wake. Na kufungulie milango. Bwana kuinulia uso wake. Na kusangaze. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu glory. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu.
kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana asante, Bwana asante, Bwana asante kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya jamii yetu, kwa ajili ya watu wako. Bwana wainulie sifa, Bwana wabarikie. Tangaza Tarime, tangaza mji wa Tarime, tangaza mji wa Tarime, tangaza kanisa la Tarime, tangaza watu wa Tarime. Inua maisha yao, inua maisha yao, inua maisha yao, inua maisha yao. Watu wa Tarime, inua maisha yao, inua maisha yao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hallelujah. 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 Amen. 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 Naomba utazame mbele. Wangapi walitusikia Jumatano, Jumanne, Jumatano kwenye Jumanne radio, kwenye radio Sachita? Wangapi walitusikia? Wangapi walisikiliza radio Sachita? Sachita. Wangapi ni wageni wamekuja? Nyosha tu mkono hapo ulipo, wageni. Wewe ni mgeni, nyosha tu mkono namna hii. Amen. Kule huku tuwapigie makofi wageni wetu waliokuja.